Lakini upande wa serikali kuu tunaendelea kuishukuru serikali ya awamu ya sita kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo tunategemea kupokea takriban bilioni 7 kwa ajili ya ujenzi wa maeneo mbalimbali, moja ikiwemo kuendelea na ujenzi wa ofisi ya halmashauri pale eneo la Ukuni. Ofisi ile inaenda kukusanya idara zote, vitengo vyote, kuhakikisha kwamba huduma kwa wananchi zinafikiwa kwa wakati na wananchi wetu wanahudumiwa ipasavyo. Lakini tutaendelea na ujenzi wa nyumba za watumishi. Halmashauri imekuwa haina nyumba za watumishi, hasa wakuu wa idara na vitengo. Kwa hiyo serikali imeliona hilo na tuna milioni 800 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi pamoja na uzio, ili watumishi hawa sasa waweze kutoa huduma inayostahili au huduma ambayo ni bora kwa wananchi wetu wa mji huu wa Bagamoyo. Lakini hasa ukizingatia hospitali yetu ya wilaya imekuwa na wagonjwa wengi, kwa sababu tukiangalia kata zetu za mjini ambazo ni kata ya Dunda, kata yetu ya Magomeni, kata ya Nia Njema pamoja na Kisutu, hakuna kituo cha afya. Wagonjwa wote wanakimbilia pale hospitali ya wilaya, na kwa ukubwa na namna Bagamoyo inavyokuwa, serikali imeona kuna haja ya kuwa na kituo cha afya pale kwenye kata yetu ya Kisutu, eneo la Kingani, ambao tunategemea kupokea shilingi milioni 600 kwa ajili ya kujenga kituo cha afya eneo lile. Eneo lipo kwa ajili ya ujenzi huo, eneo limeshasafishwa, na muda wowote fedha hii ya serikali kuu ikiingia, basi ujenzi utaanza mara moja, na tunaamini utakuwa mkombozi kwa wagonjwa wengi ambao wanafika kwenye hospitali ya wilaya, lakini pia kupunguza ule msongamano kwenye hospitali yetu ya wilaya na kuhakikisha kwamba huduma bora zinatolewa kwa wananchi wetu wa mji huu wa Bagamoyo. Lakini mbali na hivyo, hospitali yetu ya wilaya ni hospitali kongwe. Tunaendelea kushukuru serikali ya awamu ya sita, tulipokea shilingi milioni 900 kwa ajili ya ukarabati, na sasa hivi tena tunatazamia kupokea shilingi milioni 500 kwa ajili ya kuendelea kukarabati hospitali yetu ya wilaya upande wa theater. Sasa hilo tutahakikisha kwamba tunalisimamia na ukarabati huu unaenda sanjari au unaenda sambamba na huduma ambazo zinaenda kutolewa kwenye hospitali yetu ya wilaya, hasa ukizingatia kamati yetu ya elimu, afya na maji imeweza kupita pale kukagua huduma zinazotolewa na hospitali yetu ya wilaya na kutoa maagizo na mapendekezo ya namna gani ya kuboresha ili kuweza kuona kwamba wananchi wanapata huduma bora. Niendelee kutoa rai kwa wananchi wenzangu wa mji wa Bagamoyo, pale ambapo tunaona changamoto kwenye hospitali yetu ya wilaya, pale ambapo tunaona kuna huduma ambazo zinalegalega, yuko DMO, ofisi ya mkurugenzi iko wazi, ofisi ya mwenyekiti wa halmashauri Jumanne na Alhamisi yuko wazi, ofisi ya mbunge wetu ipo kwa ajili ya kupokea changamoto mbalimbali. Tuleteni viongozi changamoto hizo. Lengo letu ni kuboresha hospitali ile na kuboresha maeneo mbalimbali ya kutoa huduma, ili mji wetu wa Bagamoyo na wananchi waweze kuhudumiwa vizuri. Kwa hiyo pamoja na hayo, kuna maeneo mbalimbali ambayo tunaweza kupokea kwenye vifaa tiba. Kama mnavyofahamu, tunategemea kupokea shilingi milioni 50 kwa ajili ya vifaa tiba. Kuna maabara zetu mbalimbali za shule za sekondari, karibu milioni 60 tutatumia pale, lakini tunategemea kujenga ujenzi wa bweni au bwalo kwenye eneo letu la Nia Njema au shule ile ya Nia Njema, ambao tunategemea kutumia zaidi ya milioni 800. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya miradi mbalimbali ambayo tunaenda kuitekeleza kwenye mwaka huu wa 26-27. Na kwenye bajeti ya 26-27, pamoja na mambo hayo yote mazuri ambayo halmashauri ya mji wa Bagamoyo inaenda kuyatekeleza, bado kuna miradi mbalimbali kutoka kwa wafadhili, ambayo kuna mradi wa mabadiliko ya tabia nchi. Tunategemea kupokea shilingi milioni 474,386 kwa ajili ya kutekeleza miradi mitatu kwenye kata zetu hizi. Moja ikiwa ni kuchimba kisima kitongoji cha Mtoni, kata ya Makurunge, kuhakikisha wananchi wale wanapata maji kwa kushirikiana na RUWASA. Kuna fedha tumetenga karibu zaidi ya milioni 224 kuhakikisha wananchi wale wa Makurunge wanaweza kupata maji kwenye kitongoji kile cha Mtoni. Kwa hiyo wananchi wa Makurunge waamini kabisa
wasubirie kwa hamu kuhakikisha kwamba mwaka huu wa fedha wa 26-27 tunaenda kutatua changamoto ya maji ambayo imekuwepo pale kwa muda mrefu. Lakini pili, soko letu la samaki kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kingo zake zimekuwa zikiliwa na maji mara kwa mara. Kwa tumetenga zaidi ya milioni 140 ili kuimarisha kingo za soko la samaki, kwani wavuvi wamekuwa wakapata shida kutoa samaki kwenye bahari kuleta kwenye soko letu la samaki. Na serikali yetu sikivu imeliona hilo na imetenga fedha zaidi ya milioni 140 kuhakikisha kwamba kingo zile zinakarabatiwa, zinarekebishwa na wavuvi wetu wanaweza kupata nafuu kwenye kuleta samaki kwenye soko la samaki, na uchumi wa bluu unaweza kuimarishwa na wavuvi wetu, uchumi wao kwa ujumla unaweza kuimarishwa, hasa ukizingatia halmashauri yetu ya mji wa Bagamoyo inategemea uvuvi kwa kiwango kikubwa katika maisha ya wananchi kwa ujumla. Lakini kwenye barabara zetu kama nilivyosema awali, tumeangalia pia upande wa miundombinu ya barabara ya wananchi, kuhakikisha wananchi wetu wanafika maeneo husika kwa wakati na wanaendelea kushughulika na miradi yao ya maendeleo. Lakini tutafanya ukarabati barabara ya Kaole mtaa wa Madukani. Kwa hiyo imetengwa zaidi ya milioni 41 kwa ajili ya ukarabati wa barabara ya Kaole mtaa wa Madukani. Kwa hiyo wananchi wa Kaole mtaa wa Madukani wawe na subira tu, wasubiri, kwa sababu muda wowote tukipokea fedha hizi ukarabati utafanyika maeneo yale na kuwarahisishia shughuli zao za maendeleo. Kwa hiyo ndio miradi mbalimbali ambayo tunaitegemea kuitekeleza kwa mwaka huu wa 26-27. Miradi hii si ya mkurugenzi, miradi hii si ya baraza la madiwani, miradi hii si wa mheshimiwa mbunge, bali miradi hii ni ya wananchi. Na ndio maana nimetumia muda huu kuweza kuwaelezea miradi ambayo inaenda kutekelezwa kwenye maeneo yetu, ili wananchi tuweze kujitokeza wakati wa kuanza utekelezaji, kwa sababu miradi hii ni shirikishi, miradi hii ni ya kwetu, tuweze kuipambania, tuweze kuihakikisha kwamba miradi hii tunaweka nguvu, lakini pia baada ya kukamilika miradi hii tuhakikishe kwamba tunailinda ili uweze kuleta ile tija kwa maeneo yetu husika. Lakini mbali na miradi hii, tunaamini halmashauri hii ya mji wa Bagamoyo inaendelea kukua kwa kasi, hasa ukizingatia iko karibu kabisa na jiji la kibiashara la Dar es Salaam. Sasa kuna maeneo ambayo halmashauri imeyatenga na muda si mrefu itayatangaza kwa ajili ya kuingia ubia na sekta binafsi, kuonesha kwamba maeneo haya yanaendelezwa. Moja, tumetenga eneo upande wa Kingani, kata yetu ya Kisutu, kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa mpira. Tunaamini kwamba wana Bagamoyo wanapenda soka, wanapenda mpira, wanapenda burudani, nasi kama halmashauri tumeliona hilo. Kwa hiyo tumetenga eneo kwa ajili ya ujenzi wa uwanja, na muda si mrefu tunaendelea kuandaa vigezo ili tuweze kutangaza kupata wabia ambao tutaingia nao kwenye ile PPP kuweza kujenga uwanja ule na kuanza kuwaletea furaha wananchi wa Bagamoyo, hasa nyakati za wikendi, wapate sehemu ya kwenda na kuweza kufurahi na timu mbalimbali ziweze kuja Bagamoyo na kuweza kucheza. Lakini pia eneo letu lile la Ukuni, pale ambapo kuna traffic barriers, watu wengi wanapafahamu, ambapo magari mengi kutoka Dar es Salaam au kutoka mikoani yanasimama. Eneo lile tumetenga zaidi ya ekari 3 kwa ajili ya ujenzi wa maduka ya kisasa, business malls, kama unavyoona Kunduchi Mall, kama unavyoona Mlimani City. Sisi tumeshaenda mbali na kutenga eneo tayari la barabarani kwa ajili hiyo, hasa ukizingatia Mheshimiwa Rais ameshatangaza kwamba mradi wa mwendo kasi sasa utatoka Bunju, utakuja sasa mpaka Bagamoyo. Tunaamini by that time unafika huko, basi eneo lile litakuwa na business mall au maduka ya kisasa ambao wananchi watajipatia huduma. Kwa hiyo halmashauri ya mji wa Bagamoyo inaendelea kuangalia fursa mbalimbali, kuona fursa mbalimbali na kuhakikisha kwamba mwaka huu wa 26-27 unaenda kutekelezeka. Lakini pia halmashauri inategemea na inaendelea kuendelea na mipango na maandalizi ya kukutana na wadau mbalimbali wa utalii, wadau mbalimbali wa hoteli na maeneo ya kulala wageni, ili kujiandaa
kwa ajili ya kombe la AFCON 2027, ili sasa fursa ile ambayo inatokea kwa wenzetu karibu hapo Dar es Salaam, basi wanapocheza michezo ile baada ya weekend basi waje kupumzika Bagamoyo. Sasa hawezi kuja kupumzika Bagamoyo kama huduma zetu bado haziendani na uhalisia. Kwa hiyo tutaendelea kuwapa sapoti wenye mahoteli mbalimbali, wenye migahawa mbalimbali, lakini wenye sehemu mbalimbali za kulala Airbnb, kwenye apartment, na kuhakikisha mahoteli mbalimbali basi yanaboresheka, ili basi wale wageni mbalimbali watakaofika kwenye AFCON 2027 basi wanapata muda kipindi ambacho hakuna mechi au kipindi cha weekend kuja kupumzika Bagamoyo, na ile keki ya AFCON basi Bagamoyo na sisi tunaipata, na wananchi wetu wanaweza kupata chochote kupitia hapo. Asante.